Habari na nguvu ya Omega, mtazamaji wa Haleluya TV. Karibu sana siku nyingine ambapo tunakutana hapa katika kipindi kizuri cha The Target. Jina langu ni Promise Bunto na nitakuwa hapa kwenye kipindi kizuri cha The Target. Na kama kawaida yetu, mtazamaji wa Haleluya TV, tuna wageni ambao wanakuwa wanatutembelea kwenye kipindi hiki ambapo tunazungumza vitu vingi sana kuhusiana na vijana waliopita, nikiwa nazungumzia ambao tunawaita wazee sasa, lakini hata na vijana wa sasa na vijana wajao. Lengo na madhumuni ya kipindi hiki, mtazamaji wa Haleluya TV, ni kwa ajili ya kuelimisha na kukufanya wewe kijana uwe imara zaidi unapotoka katika ujana kuelekea katika uzee. Vitu gani ambavyo unapaswa kuvifanya ukiwa katika level ya kuwa kijana, na ni vitu gani ambavyo vinaweza kukusaidia baadaye utakapokuwa mzee. Mtazamaji wa Haleluya TV, naamini kabisa kwamba utabarikiwa, na nikuombe tu wewe ambao unatufuatilia muda huu kupitia Haleluya TV, kipindi cha The Target, kipindi cha vijana kimeanza. Kama kawaida ambavyo nimekuambia kwamba tuna wageni, mtazamaji wa Haleluya TV. Upande wangu wa kushoto tunaye Mr. Rodrick, lakini upande wangu wa kulia nikianzia hapa tunaye Apostle Peter, na kulia ni Madam Agnes. Hawa ni wageni ambao nitakuwa nao siku ya leo, na tuna mada hapa mezani ambayo tutakwenda kuzungumza vitu hivi ambavyo tumeviandaa. Nina imani kwamba mada hii itakubariki, na mada hii itakufundisha, mada hii itakufanya wewe utambue kwamba upo kwenye nafasi gani na ni vitu gani ambavyo unavifanya sasa hivi kama kijana. Moja kwa moja, mtazamaji wa Haleluya TV, ni kutambulisha mada yetu. Mada yetu inasema hivi: nawezaje kujua huu ni muda sahihi wa kuingia kwenye ndoa kama kijana? Lakini kabla hatujaichambua mada hii, basi mimi niweze kuwasalimia wageni wangu kwa uzuri kabisa, kwa salamu yetu ambayo tunasalimiana kupitia madhabahu takatifu ya Omega, nguvu ya Omega. Ni Yesu Kristo. Tunasema ni Yesu Kristo kwa wale ambao hawajajua vizuri. Nguvu ya Omega, Madam Agnes. Ni Yesu Kristo. Nguvu ya Omega. Ni Yesu Kristo. Sawa, hii ni salamu yetu ambayo tumeizoea kupitia madhabahu takatifu ya Omega inayoongozwa na mtu wa Mungu baba yetu Nabii SS Rolinga. Mada yetu iko mezani. Mada yetu ni pambe. Mada yetu imekuwa ikisumbua akili za watu wengi mpaka sasa hivi, mpaka wazee ambao wapo kwenye ndoa bado hili ni tatizo kwao, kwa sababu hapa ndio chanzo cha kila kitu. Ndio chanzo cha wale ambao wanaifurahia ndoa, na ndio chanzo cha wale ambao wanasema kwamba ndoa ni ngumu, na ni chanzo cha kuwafanya wengine wavuke salama, wasipite kama sehemu ambapo wengine wanapitia sasa hivi, wale ambao tuko kwenye ndoa, wale ambao wako kwenye ndoa, wale ambao hawako kwenye ndoa. Kwa hiyo hapa ndo sehemu sahihi, mtazamaji wa Haleluya TV, kujifunza vitu vya muhimu kama kijana. Niko hapa dada yenu kwa ajili ya kukuletea yale mambo ya msingi na yale mambo ya muhimu. Usiondoke, endelea kubaki na Haleluya TV. Nikukumbusha tu kwamba huyu ni mwinjilisti nambari 1 ambaye anakutoa kwenye maumivu na kukupeleka kwenye furaha. Mada kama nilivyosema inasema hivi: nawezaje kujua huu ni muda sahihi kuingia kwenye ndoa kama kijana? Kwanza tuanze na jambo la kwanza kabisa, tuitambue ndoa ni nini. Hili ni jambo ambalo ni la msingi sana, kwanza kujua ndoa ni nini, kwa sababu ndoa imekuwa na tafsiri nyingi sana huko duniani, huko kwa watu ambao wanatutazama sasa hivi. Kila mtu ana tafsiri yake kuhusu ndoa. Sijajua tafsiri sahihi ya ndoa. Mimi natamani sana kijana ambaye anatufuatilia sasa hivi aweze kutambua tafsiri ya ndoa. Tuje kwako Madam Agnes, karibu. Asante sisi. Watu wengi na ndoa wanaichukulia kama ndoa. Au ndoa wanaichukulia kama ile sherehe, watu kula, kunywa, kufurahi. Lakini kumbe ndoa ni kitu kizuri. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye aliyeweza kufanya hiki kitu kiwa ndoa. Kwa hiyo tunaona ndoa ni agano takatifu kutoka kwa Mungu mwenyewe. Tunaona pale kwenye kitabu kile cha Mwanzo, pale ambapo Mungu alivyoumba kila kitu, akamuumba mpaka mwanadamu ambaye aliitwa Adamu. Adamu Mungu akampa mamlaka ya kupita kwa vile vyote ambavyo Mungu aliweza kuviumba. Lakini vikapewa majina, wanyama, mimea na kadhalika, lakini haikuonekana kinachoweza kufiti kwa mwanadamu, kwa mtu mume ambaye alikuwa anaitwa Adamu. Kwa hiyo Mungu akaona si vyema
amfanyie msaidizi wa kufanana naye, na huyo msaidizi alitoka katika ubavu ya huyo mtu mume ambaye aliitwa Adamu, akafanyika kuwa mtu mke. Kwa hiyo Mungu akampatia msaidizi. Kwa tunaona ndoa ilianzia pale. Sijui mmenielewa. Kuna mtu anaweza kaongezea? Sawa, karibu. Yeah, of course wengine ndoa wanaangalia kwenye ile picture au mtazamo wa harusi, ile sherehe, lakini ni zaidi ya hicho. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza wakaingia kwenye ndoa lakini hawajaoana, yani kwa maana hawaja connect. Inawezekana kiroho, kwamba unakuta frequency za huyu ziko huku na za huyu ziko, lakini wameenda kanisani, wamekula kiapo, ila hawajaoana. Kwa hiyo pia ni changamoto nyingine. Kwa unaona physically tunawaona wako kwenye ndoa, ila sasa kuna connection pale haijashika vizuri. Hebu tubaki hapo ambapo ulipokuwa unazungumza. Mimi ninachofahamu, tayari pale tukishakuwa kiapo, yani tumekula kiapo labda mimi na mume wangu, ndio. Sasa unasemaje kwamba kuna watu wanakula kiapo lakini hao watu hawajaoa, yani wako separated. Sasa mada yetu ndio inaanza kutuonyesha hiyo connection inakuja na nini, ndio ile kabla. Kwa sababu kuna watu ambao wanaingia kwenye ndoa, kuna vitu unatakiwa vifanye kabla kumkabili Mwenyezi Mungu hiyo safari. Wengine anaingia tu, au mwingine amelazimishwa, yuko pale madhabahuni sio kwa sababu yake, lakini alilazimishwa either na wazazi au mazingira. Kwa hiyo unaona hiyo connection hiyo inapotea kabisa, haipo. Kuna mtu mmoja aliwahi kuzungumza akasema hivi, ndio, hakuna ndoa ambayo inapita pale madhabahuni bila misukosuko. Na nimewahi kushuhudia ndoa kama 3. Ndio. Bibi harusi na bwana harusi wanafika mpaka madhabahuni wakiwa wamekasirikiana na wanakula kiapo, walikwenda kuongea ukumbini, lakini kuna vitu vilijitokeza, kuna changamoto zilijitokeza baina yao wakati wanaelekea kwenye ndoa, labda siku moja kabla ya siku ya ndoa au siku 2 kabla, kuna changamoto. Na niliuliza hii inawezekana vipi na inakuaje? Bibi harusi unakuta anakuambia kwamba nimefika pale madhabahu nilikuwa nimekasirika, wewe acha tu. Yani sikuwa na jinsi, yani ilibidi tu nifanye hivyo. Ndoa hii tunaizungumziaje? Ndio hiyo ndoa ambayo unaizungumza wewe ambayo iko separated, au ni hii ndoa tunaiweka kwenye kundi gani? Tunaizungumziaje hii? Sisi kama wanadamu kwa asilimia kubwa tunatazama vitu kwa macho ya nyama. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa yani kila kitu perfect, harusi nzuri, sherehe ya milioni 100, bibi harusi amependeza, bwana harusi amependeza, chakula, kila kitu perfect. Sawa. Tukafikiri kwamba hiyo ndoa ni perfect. Lakini vitu ambavyo sasa tunaenda kuongea sasa hivyo ndio vinaenda kutengeneza ile ndoa yenyewe. Tukiachana na ile sherehe peke yake au na kile ambacho tunakiona kwa macho. Sasa hivi ambavyo tunaenda kuzungumza hivyo ndio vitatengeneza ile connection. Na mtazamaji wa Haleluya TV, naamini kwamba unaendelea kupata picha juu ya kile ambacho tunakwenda kukizungumza. Nikukumbushe tu mada ya siku ya leo inasema, nawezaje kujua huu ni muda sahihi wa kuingia kwenye ndoa kama kijana? Haya ni maswali ambayo vijana wengi wamekuwa wakijiuliza mtaani, na wengi wetu tumekuwa hatujui muda sahihi wa kuingia kwenye ndoa. Lakini wengi wetu pia ni watu ambao tunazungumza hivi, nimejikuta tu nimeingia kwenye ndoa mwaka huu, najisikia ndani yangu niingie kwenye ndoa mwaka huu, najisikia ndani yangu niolewe. Apostle Peter, mimi naamini kwamba utatuambia vizuri katika eneo hili. Ninaamini kwamba kuna vitu vingi ambavyo tutajifunza kupitia wewe. Karibu.
Eneo hili unajua, kwanza nitangulia kusema eneo hili limejificha sana, na kila mmoja ana mtazamo wake na ana majibu yake. Ndio. Na katika kufuatilia kwangu kote sijawahi kupata jibu ambalo likawa ni jibu moja, kwamba jibu hili ni hili hapa, bali kila unaposikiliza hichi unasikia jibu hili, unasikia jibu hili, lakini mwishoni kija kuunganisha, wewe ambaye unasikiliza ndo utajua kwamba okay, jibu ni hili. Naona kwa neno hili ndoa ni neno ambalo ni fumbo na ni neno pana sana. Naona maana halisi ya ndoa ni muunganiko wa watu wawili. Muunganiko huo wa watu wawili unajumuisha mtu mke na mtu mme ambao wamekutana, wakapatana, wakaelewana, wakakubaliana kwamba sasa wakati huu tuingie kwenye agano la ndoa. Ambalo sasa baada ya kupatana hivyo wanapatanishwa na madhabahu. Katika kupatanishwa na madhabahu wanamkaribisha Mungu kuwa shahidi wa ile ndoa na kuachilia baraka zake pale. Kwa maana hiyo muunganiko wa watu hawa wawili inategemea sasa namna gani ambavyo wamepatana, namna gani ambavyo makaa wenyewe wakakusudia, wakapanga mambo yao, wakaelewana. So siku wakaingia kwenye agano takatifu la ndoa na kupatana sawa sawa na Biblia inavyotuambia katika kitabu cha Mathayo kwamba je, hamkusoma? Kwa maana Mungu akaona ni vyema aumbe mtu mke na aumbe mtu mume. Kwa ndoa ni ya mtu mke na ndoa ni ya mtu mume. Wala ndoa sio ya kijana, wala ndoa sio ya binti. Ni ndoa ni ya mtu mke na ndoa ni ya mtu mme. Kwa maana hiyo kama ni mtu mke na mtu mme, haijalishi wako katika age gani, wako katika nyakati gani, lakini ni yule ambaye ameumbiwa ndani yake kukusudi la kuingia kwenye ndoa. Yani ameumbwa kwa kusudi la kuwa mke na ameumbwa kwa kusudi la kuwa mme. No. Sawa. Je, nina swali hapo kidogo Apostle. Ndoa ni muujiza? Kwa nini unajua nimekuuliza swali hili? Kwa sababu nilitamani pia nitarudi kwako Madam Agnes. Ulisema kwamba ulitusomea maandiko namna ambavyo Mungu alimuumba mtu mume na baadaye akamuumba mtu mke, si ndio? Na aliona ni vema watu hawa wawe mwili mmoja. Sasa kwa wakati ule Madam Agnes, naomba ulishike vizuri swali langu wakati unalitafakari, afu nirudi kwa Apostle Peter kabla hajakurejeshea kipaza sauti. Kwa wakati ule ambao Mungu alikuwa amemuumba Adamu na akaona si vyema akampatia msaidizi, je, wakati ule Adamu alitambua kwamba huu ni wakati wangu wa mimi kupata msaidizi? Kwa sababu swali langu linasema, je, nitajuaje kwamba huu ni muda sahihi wa mimi kuingia kwenye ndoa? Je, aliona kwamba huu ni muda sahihi wa yeye kupata msaidizi? Labda Adamu alitambua hilo au hakulitambua. Lakini nikirudi kwako Apostle, mimi natamani kujua kwamba je, ndoa ni muujiza? Kwa nini nimekuuliza ndoa ni muujiza? Kwa sababu hata tunapokuwa makanisani, unakuja ukiwa na changamoto yako, na kuna watu wanakuja wakiwa na maumivu, wanatamani kupata ndoa. Na huwa watumishi wa Mungu mnafanya maombi, mnaomba na unasubiri muujiza wako Mungu atafanya, Bwana atakuletea. So hili ni muujiza. Ndio maana nimetaka kujua kwamba ndoa ni muujiza, na kama ni muujiza basi tupate namna ya kuelekezwa namna kupokea muujiza huu. Cha kwanza, ndoa sio muujiza. Hilo lijulikane kabisa, ndoa sio muujiza. Sawa. Bali ndoa kama ndoa kuna vitu kadha wa kadha ambavyo baadaye tutaviongelea ambavyo vinamfanya mtu aingie kwenye ndoa. Sawa. Ndoa sio muujiza, lakini ndoa naweza kusema ni ukomavu wa mtu. Ni mtu mwenyewe kupevuka na kuamua kwamba sasa ni wakati wangu wa kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo kuna mambo mawili hapo. Kwa mtu kama huyo, huenda yuko mtaani, miaka yake inaenda na ajui kama ameshakomaa sasa ili aweze kuingia kwenye ndoa. Na mwingine
huko mtaani akazunguka haoni wala ajui kama amekomaa kuingia kwenye ndoa. Siku ya siku anakuja kanisani kama hapa, anasikiliza neno, anaombewa. Baada ya kusikiliza neno na kuombewa, akili inafunguka. Katika kufunguka akili, tayari akili yake Mungu anachokifanya anaisogeza sasa kwenye ukomavu aliyokuwa ameiweka ndani yake kama mtu mme na kama mtu mke. Kwa baada ya muda utashangaa anafunga ndoa. Mtu kama huyo anasema kwamba huyo ni muujiza, nimepata muujiza wa ndoa. Kumbe sio muujiza, lakini hakuwa anajitambua kwamba amekomaa kuweza kuingia kwenye ndoa. Kilichofanyika kile kilichokuwa umefunga ufahamu na ukomavu wake wa wewe kuitwa baba au wewe kuitwa mama kikiondolewa, anashtuka kama mtu amestuka usingizini. Moja kwa moja anafanya, utashangaa ndoa kama hizo, yani muda mfupi sana mtu anapata mke, mtu anaoa, unasema na mimi nikitumia njia kama hizi naweza kuoa. Wewe ukiingia kwenye njia kama hizo, kadhalika uwezi kufanikiwa na kuoa uwezi. Kwa nini? Kwa sababu ye alikuwa tayari katika majira, alikuwa tayari katika wakati, lakini alikuwa atambui kama tayari majira na nyakati zake zimefika. Baada ya kufunguliwa na baada ya kusikiliza neno, tayari akafunguliwa, akaingizwa katika ulimwengu. Moja kwa moja kila analolifanya katika ulimwengu huo linafanikiwa na linaenda. Mtu kama huyo akisimama akikwambia muujiza, una haki ya kukubaliana naye. Lakini ndoa sio muujiza. Ndoa sio muujiza. Sawa. Madam Agnes, karibu. Asante. Hapo tunaona kwamba wakati Mungu ameona amfanyie Adamu msaidizi, ulikuwa ni wakati wa Adamu kupata msaidizi. Kwa hiyo ndoa pia huwa ina majira na wakati. Wakati ukifika, hakuna namna, lazima utaoa au utaolewa. Na kama swali lako linavyosema, rudia kidogo. Nawezaje kujua huu ni muda sahihi wa kuingia kwenye ndoa kama kijana? Sasa hicho ndo tunatakiwa tujue, kama vijana wanatakiwa wajue. Sawa, hebu tuitazame kamera. Ndoa ina muda sahihi, kwamba kuna vitu ambavyo vinamguide kijana aweze kuwa tayari kuoa. Naweza nikaiongelea hivyo katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni kijana kuwa na utayari. Nikisema kuwa na utayari, ina maana kwamba kijana hauwezi tu kutoka huko from nowhere ukasema nataka kuoa. Unaona kwenye kuoa lazima ujue kama kijana, je, ninapooa nina uwezo wa kutunza familia ninayoenda kuianza? Kwa maana ya kwamba unapooa lazima ujue nina kazi. Nikisema kazi, sina maana ya kwamba uwe umeajiriwa. Maana vijana wengi siku hizi hapo ndipo wanapokuwa wanaona kuna ugumu wa kuoa. Sawa, kwamba mbona mimi sina ajira, maisha ni magumu, nitaoaje? Lakini kumbe unatakiwa ufanye kazi, kwa maana ya kwamba umekosa kazi, basi ufanye biashara. Na sio lazima uanze kwenye biashara kubwa, sababu Mungu anatubariki kwenye kile kidogo tunachokianza. Na tunaona kwamba unapokuwa una uhakika kwamba mimi nina kipato cha kuweza kuishi mimi na huyu mke ninaenda kumwoa. Kwa hiyo pale tunasema kijana ana utayari wa kufanya nini? Wa kuoa. Na vipi kama mwanamke ambaye anaenda kumwoa yeye ana kipato na tunaona kabisa kwamba kupitia yeye tunaweza tukakaa vivyo tukaingia kwenye ndoa? Sasa hiyo tunaweza tukaijibu kwa pande mbili. Sawa. Mungu anasema mwanaume ni kichwa. Sawa. Kama mwanaume ni kichwa, ina maana mwanaume ndio wajibu wake kulea familia yake. Kwa hiyo mara nyingi unapoingia kwenye ndoa kwa kutegemea pesa ya mwanamke, pale unaenda kinyume na makusudi na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana tunafika mahala tunaona ndoa zinakuwa ni ngumu. Sawa. Kwa maana ya kwamba mwanamke atakuwa na sauti kuliko mwanaume. Kwa ndoa nyingi ambazo zipo sasa. Umeona? Kwa hiyo tunachoshauri kijana pia na yeye kabla ya kufunga ndoa awe na uhakika wa kuweza kulea familia yake.
Sawa, mtazamaji wa Haleluya TV, unaendelea kujifunza vitu vingi sana kuhusiana na mada yetu ya leo, na mada hii imekwenda kuzoa mambo mengi sana, lakini yote katika yote tupo hapa kwa ajili ya kuelimishana, kwa ajili ya kufundishana, kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo tutakuwa tumejisahau kwa namna moja au nyingine kama vijana, na yamechukua nafasi kubwa sana kuharibu maisha yetu na kutufanya tunaingia kwenye changamoto zisizokuwa na sababu, kwa sababu tu ya kutokujua. Sasa kwa siku ya leo, mtazamaji wa Haleluya TV, naendelea kukumbusha kwamba tunayo mada mezani ambayo inasema hivi, nawezaje kujua huu ni muda sahihi wa kuingia kwenye ndoa kama kijana? Haya ni maswali ambayo tunaendelea kujiuliza, lakini majibu yake tunaendelea kuyapata hapa. Mambo mengi yamezungumzwa sana. Kwa hiyo wewe kijana ambaye sasa hivi unaitazama Haleluya TV lakini mambo yako bado hayajakaa vizuri, usikimbilie kuoa. Ni kwa mujibu wa Madam Agnes. Tutakwenda kusikia pia kwa mujibu wa Pastor Peter naye anatuambiaje, lakini pia tunaye Mr. Rodrick ambaye ni mwanasaikolojia, naye atatusaidia kwa upande wake juu ya changamoto hizi ambazo zimekuwa zikisumbua vijana wengi. Lakini sasa hivi tukitazama, asilimia kubwa ya watu ambao wanachapa kazi, tuache unafiki, tuongee tu ukweli, ni wanawake. Wanawake wamekuwa wakijituma sana kwa asilimia kubwa mno kuliko wanaume. Na wanaume sasa hivi wamekuwa ni watu wa kurelax. Sio wote, mniwe radhi kwa nyinyi wanaume ambao mnapambana, lakini nazungumza kwa wale ambao wamerelax. Yaani sasa hivi wanaume wamerelax, unajua kiasi ambacho kwamba mwanaume hapati tabu ya kuhangaika. Na sasa hivi wadada na sisi tunafeli. Tuambiane tu kweli, tunafeli kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tumekuwa ni watu ambao tunafanya kazi kweli, tunapata pesa. Unajua Mungu ametubless kwa namna moja au nyingine, tunapata pesa na tunatumia hizo pesa kutafuta wanaume, kwa sababu ndoa pia imekuwa ngumu. Apostle utatuambia ndoa imekuwa ngumu sasa hivi. Kwa hiyo inabidi nijitoe, nipambane, nitafute hela, nitafute hata mkaka fulani hivi ambaye amekaa tu, hana kila kitu, lakini mimi nikaweza kumsaidia, tunaingia zetu kwenye ndoa. Hiyo ni changamoto ambayo pia bado ipo na inaendelea. Mr. Rodrick atatusaidia hapo pia kwenye hii changamoto. Kwa hiyo tunaona kwamba mambo ni mengi sana kwenye swala zima la mahusiano, kwenye swala zima la ndoa. Sasa Mr. Rodrick, mimi natamani sana kufahamu kwa upande wako, uweze kunieleza kwa uzuri, pia uweze kutueleza kama vijana, tunawezaje kujua kwamba huu ni muda sahihi wa kuingia kwenye ndoa? Yaani mimi kabisa nijitambue. Tumeona kwa Pastor Peter. Pastor Peter, mimi kwa upande wangu nilivyokuelewa, ukiona wewe hutaki kuoa basi akili yako haijakuwa. Yaani kuna namna hujakuwa. Ila wakati wako ukifika, kuna kitu kina boost kwenye kichwa chako kile. Unajikuta unaingia kwenye ndoa. Sasa unapoingia kwenye ndoa, kama nilivyokuelewa, unapoingia kwenye ndoa, kuna mtu anaweza akahisi kwamba ni rahisi, akatamani naye kuiga. Lakini inawezekana wewe mwenyewe ambaye unaingia kwenye ndoa umehangaika kwa muda mrefu, umelazimishwa, ndugu zako wameshaongea sana. Unajua wazazi pia nao ni changamoto. Wewe umeshakuwa mtu mzima, oa. Yaani wanafikiri kwamba ukifika umri fulani ni lazima wewe uingie kwenye ndoa. Kumbe kuna kakitu kakisha boost kwenye ubongo wako, ndo mwenyewe, yani bila kusukumwa unatamani kuingia kwenye ndoa. Sasa unakuta hapa wazazi wanapokubusti, wanapokuhangaisha na wewe mwenyewe unajikuta siku hiyo ukapata tu hiyo neema ya kutamani kuingia kwenye ndoa. Ndio ile tunasema kwamba yani mimi kuoa ni muujiza tu, haikuwa rahisi, ni muujiza tu. Hata wewe mwenyewe unashangaa umeingiaje, kumbe tu kuna namna ubongo wako unakuwa umekuwa. Mr. Rodrick, sijui utatuambiaje kwa hapa? Madam Agnes amezungumza vizuri. Ili mtu ajue yuko tayari kuingia kwenye ndoa. Mimi naamini kwamba huyu kijana ajue maana ya kuwa mume, na yule wa kike ajue maana ya kuwa mke. Ajue kabisa kwamba majukumu ya mwanaume au mume ni yapi na majukumu ya mke ni yapi. Of course kuna taratibu na sheria ambazo zimewekwa na serikali kwamba kufika umri huu ndo unaruhusiwa kuingia kwenye ndoa. Na hiyo wameweka kwa ajili ya baada ya kufanya tafiti zao na kujua kwamba mtu aliyefikisha umri fulani angalau amepevuka, kama Apostle alivyosema, kwamba anaelewa, anaweza akaendesha familia. Lakini naamini kabisa kwamba ndoa ni utayari. Unaweza ukawa uko tayari, namba moja, kuingia kwenye ndoa. Je, upo tayari kuwa mume? Maana yake ya kuprovide na kuprotect. Unaweza ukawa una ajira,
Okay. Una biashara. Je, upo tayari hicho kipato unachokipata familia nao wagawana? Kwa sababu wapo ambao wana ajira, wanapata mshahara, lakini familia haioni ile hela. Sawa, kuna kitu hapo umekizungumza. Kwa hiyo mtu anaweza akawa tayari kuingia kwenye ndoa lakini asiwe tayari kuwa mke au mume. Yupo tayari kuingia kwenye ndoa kama mke lakini hayuko tayari kupika, kumpikia mume wake. Anataka kutunza kucha zake. Hayuko tayari kulea. Hayuko tayari kuzaa. Kwa unajikuta kwamba vile vigezo vya mke ataingia kwenye ndoa lakini hajavitimiza. Kwa hiyo lazima ndoa itakuwa na shida. Kwa hiyo kuna utayari na kuishi ule utayari kama mme au mke. Lakini wakati mwingine unaweza ukajikuta kama ulivyosema kwamba inafika wakati unaona sasa niko tayari. Kama mwanaume umefika umri fulani, umefanya biashara zako, lakini unaona nahitaji msaidizi. Sasa naturally ule utayari au ule muda ukifika, unaona kabisa yani nafanya hiki na hiki lakini nahitaji mtu wa kufanyaje, kunisaidia. Sasa yule msaidizi na yeye anatakiwa ajue. Kuna mtu mmoja amewahi kusema kwamba msaidizi lazima either awe na nguvu sawa na wewe anayekuja kusaidiwa au kidogo, yani unamzidi kidogo. Lakini asiwe mdhaifu kabisa. Nikitaka kubeba meza, natafuta msaidizi, nitatafuta mtu ambaye angalau ana nguvu kama ya kwangu. Kwa hiyo hata mke anavokuja kama msaidizi, aje na kitu. Yaani asije bila nguvu yoyote. Kwa sababu nategemea huyu anayekuja kunisaidia awe na nguvu ya kunisaidia kubeba hii meza. Siwezi nikatafuta mtoto mdogo kuja kunisaidia kubeba meza. Uwezi kuwa msaidizi alafu una nguvu. It kwamba mwanamke pia kwa tafsiri nyingine anatakiwa kuwa na nguvu zaidi. Mke naye atafute nguvu kabla kuingia. Sasa nguvu inaweza ikawa ya kifedha, ya kihisia, lakini awe na nguvu ya kumsaidia yule ambaye ndo kichwa sasa. Umeongea kitu ambacho kimenitafakarisha kidogo. Ndiyo. Na kikanipa nianze kuwaza maana ya msaidizi. Kwamba huyu ambaye ninakwenda kumsaidia kuna vitu ambavyo yeye haviwezi, si ndio? So kwamba pamoja na kwamba yeye ni kichwa cha nyumba, lakini kuna vitu yeye haviwezi ambavyo huenda kama vinamsumbua kwa namna moja au nyingine. Mimi kama msaidizi natakiwa niende nikamsaidie vile vitu. Na ukasema kwamba hiyo nguvu inawezekana kawa ni nguvu ya kifedha. Sasa hapa tunarudi pale ambapo nimezungumza kwamba au ambapo Madam Agnes amesema kwamba mwanaume lazima uwe unajua kuitunza familia yako. Yaani uwe na nguvu ya kutunza familia yako. Nguvu ya kuitunza familia moja kwa moja kwa mwanaume. Mwanaume asipokuwa na pesa kwanza anachanganyikiwa. Yaani akili yake inakuwa haiko sawa kabisa akikosa pesa. Na anaamini kwamba kwenye pesa kila kitu kinasimama. Tutakuja kuzungumza wakati mwingine kweli kwamba kweli kwenye pesa kila kitu kinasimama. Yaani ukiwa na pesa na kila kitu unaweza kukiendesha. Na ili tuweze kumsaidia na mwanaume naye ili tuweze kufahamu. Lakini wewe umesema kwamba mwanamke anaweza akawa na nguvu hata kama ni ya pesa. Sasa mwanamke huyo ana nguvu ya pesa, mwanaume hana, kuna tatizo? Of course hapo kutakuwa na tatizo kwa sababu katika sheria na taratibu ambazo ametutengenezea Mwenyezi Mungu. Ili uwe kichwa lazima uwe na authority, uwe na mamlaka. Lazima uwe na power. Kwa hiyo utakapokosa ile power lazima tu confidence yako itashuka. Na ndio kitu ambacho tunakiona na wenzetu huko mbele wamefanya makusudi kushusha hiyo nguvu na mamlaka ya mwanaume kwenye familia. Wamevamia na kuataka kabisa ndoa. Wanajua nikimzofisha mwanaume nimeua ndoa. Kwa hiyo vijana sasa hivi wengine wanaogopa kuoa kwa sababu hana kipato. Hayuko tayari kupambana. Lakini mwanamke akija na kipato, anakuja na nguvu hiyo isiondoe maana ya mke msaidizi. Asijisahau kwamba yeye anatakiwa awe msaidizi. Yaani yule ndo kichwa. Wewe ni msaidizi pamoja na hela zako zote. Lakini wewe ni msaidizi. Atakapobadilisha ile nafasi kwamba yeye sasa nataka awe kichwa,
na mwanaume awe msaidizi, hapa atakuwa amevunja taratibu na sheria ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Kuna kanuni ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Ukirusha kitu juu lazima kishuke, kishuke kwenye dunia hii. Labda kwenye dunia hii ambayo ataitengeneza mwingine mmoja mmoja. Lakini aliyeitengeneza, ukirusha kitu juu lazima kishuke. Gravitational force. Kuna sheria ya ukuaji. Kitu kinaanzia chini. Sisi wote tumekuwa watoto, tumekuja kuwa vijana, tumekuwa watu wazima. Kwa hiyo hatuwezi kuanza watu wazima alafu ndo tunashuka kwenda chini. Kwa hiyo kuna sheria ambazo zimewekwa na Mwenyezi Mungu, tukizivuruga matatizo ndo yanakuja. Na mtazamaji wa Haleluya TV, na wewe dada ambaye unatutazama sasa hivi, ambaye matarajio yako ni kuingia kwenye ndoa na umekuwa ukimwomba Mungu kwa namna moja au nyingine akubariki ili uweze kupata mume ambaye unaweza kuambatana naye kwenye maisha yako. Kuna vitu vya kujifunza hapa, wanawake wenzangu, kwa sababu kumekuwa na sifa kubwa sana ya mwanamke akimiliki pesa kuliko mwanaume, kunakuwa na changamoto ndani ya ndoa. Lakini Mr. Rodrick ametufundisha kitu cha msingi sana hapa, kwamba hakikisha hautoki kwenye majukumu yako kama mwanamke. Lakini nimekuja kugundua kwamba huenda wanayoyafanya hayo hawajui, hawapati ule muda wa kuelekezwa na kufundishwa kwamba mwanamke unatakiwa kuwa hivi, na mwanamke hata kama una pesa kiasi gani, lakini wewe level zako ni hizi hapa. Apostle Peter, tuambie kwa upande wako hii imekaaje? Na ndoa zimekuwa zikifungwa makanisani na watu wamekuwa wakiachika kwa sababu hii, kwamba mwanamke anamiliki pesa kuliko mwanaume, na imekuwa ni changamoto kwa mwanamke, anakuwa anajiinua. Kwa hiyo hapa anaweza kusemea kwamba nafikiri utandawazi ndio unasumbua sana katika nyakati hizi, lakini ukifuata kanuni, taratibu kama Mr. Rodrick alivyotoka kusema, yaani ukifuata hiyo msingi, sketch yote ya msingi huo, hata kama ukawa na fedha na kila kitu nacho, lakini kama una Yesu Kristo ndani, na Yesu Kristo maamua kumfuata na kutii na kushika sheria zake, moja kwa moja vitu vyako vyote utaviweka chini, na mume wako atabaki kuwa kichwa na atabaki juu, akiwa anaendelea na maisha yenu yatakuwa vizuri kabisa. Sawa. Sasa tukirudi hapa kabisa, tukibaki sasa kwenye mada yetu ya muhimu kabisa, nawezaje kujua huu ni muda sahihi wa kuingia kwenye ndoa kama kijana? Mimi natamani nijue muda ulio sahihi. Madam anatamani kutuambia jambo. Karibu. Asante. Hapo naomba niongezee kidogo. Sawa. Unajua, mwanzo kabisa tulisema ndoa ni agano. Na tusipojua katika hilo agano, na tusipolitili ile agano, lazima ndoa zetu zitaleta changamoto. Sawa. Unajua, sawa, mwanamke anaweza akawa na pesa, sawa, lakini tubaki pale pale. Nilisema na vipengele vitatu ili mwanaume kijana ajue kwamba amekuwa timamu na utayari wa kuoa. Kijana lazima ajue kwamba yuko timamu. Nikisema timamu ndo tunakuja pale, mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Na pale Mungu akasema si mwili mmoja tu, bali hilo ni fumbo kubwa. Hilo liko katika brackets. Sawa. Kwa hiyo nikisema katika hili na kwa experience yangu mimi nisema, sawa, ndoa ni baraka kutoka kwa Mungu. Na baraka na mafanikio ya ndoa, mkiishi sawa sawa na Mungu anavyosema, ndoa haina shida. Shida zitakuja hizo zingine, lakini in how you can care your family, ni jinsi gani utasomesha watoto, ni jinsi gani utamlea mtoto wako, hivyo vinafanywaga na Mungu mwenyewe, kwa sababu hilo ni agano lake. Hiyo naweza nikaitolea kwangu mimi. Toka nimeolewa, mume wangu hajawahi kwenda nje ya kusudi la Mungu kwenye ndoa yake. Wajibu wake wote anafanya kama baba. Hata mimi niwe nimefanya shughuli zangu, nimwambie pesa hii hapa, ataniambia kaweke kwenye akaunti yako. Hachukui yule baba ile pesa yangu mimi, aseme naomba uniongezee hapo. Na je, kama angekuwa anachukua, angekuwa ameenda kinyume? Hapana. Kama kuna makubaliano, kwa sababu mimi ni msaidizi. Na hata atakapokuja kwangu pale ana uhitaji,
Ndio maana unaona unapofanikiwa lazima umwambie mume wangu nimefanikiwa kwa kiasi hiki. Kwa sababu hakuna usiri. Hapo ndo atasema sasa hiyo fanya hivi fanya hivi. Lakini kwa sababu anaona anabarikiwa kwa yale anayoyafanya, anaona hana sababu ya kuchukua kile cha kwangu kufanya nini? Kukitumia. Labda kama mama mimi mwenyewe ndio ninaona ndani kuna mapungufu haya na haya. Kwa hiyo kama mama nitatoka, nitaleta hiki, nitaleta hiki, nitaleta hiki. Lakini sio baba amenilazimisha mimi kufanya. Sio baba anadipendi kwenye mimi au pasipo, umeona? Na hiki ninachoweza kukisema ni kwamba ukioa mke ambaye ni mapenzi, unajua mke ni mapenzi ya Mungu. Yaani Mungu, ndio maana tumesema ubavu wako, kwamba Mungu alimfanyia kila mwanadamu ubavu wake. Lakini ukienda katika ubavu ambao sio wa kwako, ndio hayo tunayoyaona. Kwa sababu ukisema hiyo ndoa ya hivyo, hizo zinaitwaga ndoa za kulazimisha. Umeona? Kwa maana ya kwamba mwanamke anaona ana pesa, sawa? Anatafuta yeye mwanaume ambaye anaweza akamtunza. Sasa huwezi kutunza wakati wewe ndio unatakiwa utunzwe. Tukienda hivyo tutajikuta yule anayetunzwa hana authority yake. Hawezi kukea about yani watu wanaomzunguka, hawezi kuwa na maamuzi yoyote. Yani unaweza ukamwambia kitu ambacho kiko sahihi kama mwanaume akimtatue kwa wakati huo, lakini hawezi kuwa na majibu kwa sababu the power haijaongea chochote. Kwa hiyo ndo bado nasimama pale. Ni lazima mwanaume ajue anafanya nini. Mungu amesema nini? Nitaibariki kazi ya mikono yako. Start from the beginning. Anza. Utakapoanza na utakapofanya, umemuoa mke wako, si ni ubavu ambao kweli Mungu amekupa? Ina maana utampenda. Ukimpenda utamtunza. Ukimtunza utamjali. Alafu tunaongezea utamuombea. Kwa sababu hayo yote ukienda nje na habari ya Mungu tutakuwa hatujafika. Hapo Sopita, una jambo la kuzungumza hapo? Hapo jambo la kuongezea msingi. Ukifuatilia ndoa za vijana wengi, ndo hayo utakuta yanasumbua watu wengi. Lakini majibu yake watapata kupitia kipindi hichi. Sawa. Na wageuke kuanza kujitafakari na kuanza kutengeneza msingi ili kusudi waweze kukaa katika msingi mzuri na ndoa zao ziweze kuimarika sawa sawa. Sawa, tukirejea kwa Mr. Rodrick, tukirudi kwa upande wako, tukiendelea kuzungumzia hili, alafu nitakuja na jambo la mwisho tutalizungumza wote hapa, alafu baadaye tutamwaga mtazamaji wa Haleluya TV. Tukirudi kwa upande wako, umeongea vitu vingi sana hapa, na moja kati ya vitu ambavyo umevizungumza ni kuhakikisha kwamba unasimama kwenye nafasi yako, wewe kama mwanamke na wewe kama mwanaume, kuhakikisha kwamba hautoki kwenye nafasi yako. Na hii nimejua kwamba hii ni elimu ambayo inatakiwa kutolewa sana kwa asilimia kubwa kwa vijana kabla hawajaingia kwenye ndoa. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa kwa kuiga. Tunafuata mkumbo kwamba ndugu yangu ameoa mwaka jana, la mimi lazima mwaka huu nioe. Lakini kumbe kuna vitu vya kujiuliza ambavyo ni vya msingi sana kama kijana wa kiume na kijana wa kike ili uweze kuingia kwenye ndoa. Mimi natamani sana uweze kumpitisha kwenye hizo nondo kijana ambaye anatutazama hapa, ni vitu gani kama mwanaume na ni vitu gani kama mwanamke vya kuzingatia ili ajitambue sasa kwamba yeye yuko tayari kuingia kwenye ndoa. Asante sana. Wala sio vingi sana. Na tumeshavigusia baadhi. Cha kwanza kwa mume, yeye awe tayari kutafuta kwa jasho. Hicho ni cha kwanza. Mke awe tayari kuzaa kwa uchungu. Na sio kuzaa tu, maana kuzaa kunaenda na kulea. Kwa hiyo awe tayari kulea. Lakini kingine, kupenda na kuheshimu. Mume ampende na mke afanyeje? Amheshimu. Sasa hizi 50-50 hizi ambazo zimekuja zinaanza kuharibu hizo kanuni. Kwamba mimi napata kipato, nina kipato changu mimi kama mke. Kwa nini nikuheshimu wewe ambaye huna? Lakini kanuni iko pale pale, ukiivunja madhara yake yapo. Kwa hiyo mwanaume, kijana wa kiume, uwe tayari kumpenda yule ambaye umeona kwamba anafaa kuwa mke wako. Na kijana wa kike, uwe tayari kumheshimu, kuwa tayari
kutoa taarifa kwamba mume wangu naenda sehemu fulani. Akikwambia leo usiende, maana yake usiende. Kwa sababu hiyo ndio heshima yenyewe. Kama tunavyosema na mheshimiwa fulani au na mheshimu mfalme. Maana yake akikataza unaheshimu kile ambacho amekuambia. Lakini maarifa. Maarifa ndo chanzo cha kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo tutafute maarifa kuanzia kwenye Biblia na kwenye vitabu vingi. Biblia imesema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo wale wenye maarifa wanaanza kutuletea vitu vya ajabu ajabu. Kwa sababu sisi hatuna maarifa ya kutosha. Tunachukua tu, alafu tunatenda. Ndoa zinavunjika. Kwa hiyo tutafute maarifa kama vijana. Kabla hujaingia kwenye ndoa, tafuta maarifa ya kutosha kuhusu ndoa. Tafuta maarifa ya kutosha kuhusu mwenza. Wewe ni kijana wa kiume. Tafuta maarifa kuhusu mke, wanawake wanafikiriaje, hisia zao. Kwa sababu unakuta kuna wanaume wengine au vijana wengine anaingia kwenye ndoa anampeleka kama robot. Anampeleka kama mwanaume. Lakini kumbe yule ni jinsia tofauti. Kuna kanuni zake za kuishi naye. Kwa hiyo maarifa hayo yote ili uweze kufanya maamuzi sahihi, lazima utafute maarifa. Sawa, asante sana. Bila shaka mtazamaji wa Haleluya TV umeweza kujifunza kitu, na hizi ndizo nondo ambazo zitakujulisha kwamba wewe sasa huu ni muda wako sahihi wa kuingia kwenye ndoa. Kujiuliza maswali hayo na kujijibu kwamba je, uko tayari kuwa baba? Uko tayari kuwa mama? Uko tayari kuwa mke kama msaidizi? Je, vitu gani ambavyo unapaswa kuvifanya wewe kama mke ambaye unatarajia kuingia kwenye ndoa? Kwa hiyo ndio vitu ambavyo unatakiwa kujiuliza. Ukijiona bado huwezi kutii, basi ni bora ubaki kuliko kuingia aibu, kuingia kwenye ndoa alafu baada ya muda mfupi ndoa hiyo inakufa. Ukijiona kwamba wewe umepata kiburi kwa sababu ya pesa zako ulizokuwa nazo, utashindwa kumiliki mwanaume ambaye hana kila kitu, basi hakikisha unabaki na kuendelea kumwomba Mungu aendelee kukupa yule ambaye ni sahihi kwenye maisha yako. Na wewe mwanaume endelea kupambana ili uweze kuingia kwenye ndoa na kusimama kwenye lile kusudi la Mungu. Kinachotutesa ni lile kusudi lililowekwa ndani yetu. Ni ile nguvu ambayo imewekwa ndani yetu. Sasa ile nguvu usipoipata utajikuta wewe unanyong'onyea, utajikuta wewe ni wa kulalamika tu. Kwa hiyo shetani naye anachukua nafasi katika familia zetu kwa kumuingia mmoja wapo kwenye ndoa, kuhakikisha kwamba lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwa mume na mke linakufa kwa sababu ya kuleta viburi ndani ya ndoa, kujiinua, kuleta makwazo ya hapa na pale, kumfanya mwanaume awe mnyonge zaidi. Nakumbuka mtu wa Mungu Nabii S.S. Olinga alizungumzia hili kwenye madhabahu takatifu ya Omega, na akasema kwamba wanaume wanatakiwa kuomba sana kwa sababu shetani ameanza kupiga wanaume kwa kuwafanya wawe chini na kuwainua wanawake na kuwapa viburi wanawake na kusababisha kwamba wanaume waonekane wanyonge, lakini Mungu amewapa nguvu wanaume kuwa vichwa. Sasa pata picha namna gani shetani ambavyo anawaendesha wanaume wale vichwa, anawajaribu kuwanyong'onyesha, alafu anainua wasaidizi ambao hawa walitakiwa wawe chini ya vichwa. Kwa hiyo unaona, unakuja kugundua kwamba shetani ameshaanza kutawala kwenye jambo zima la ndoa na kutaka kuleta changamoto nyingine ambao ni mlipuko ambao kwa sasa hivi unaweza usiutazame mtazamaji wa Haleluya TV wa mlipuko, lakini ukiingia ndani kwenye maombi zaidi utatambua kwamba shetani kuna kitu anakitengeneza kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo pia ni wakati mzuri wa kujiombea kama kijana ili uweze kupata nafasi ya kuingia kwenye ndoa, na ninaamini kwamba umejifunza vitu vingi sana mtazamaji wa Haleluya TV kupitia kipindi hiki cha The Target kwenye mada nzuri kabisa inayohusiana na ndoa. Lakini jambo la mwisho kabisa ambalo natamani tulizungumze, na hili litatusaidia sana na kutuponya mioyo yetu, ni hili: Mungu ameweka kusudi kwa kila mtu, mwanamke na mwanaume, kubwa katika hali ya kumtumikia Mungu. Lakini mwanamke huyu anapopata mwenza, yani mume anamwambia achana na hicho kitu, mimi nataka unisikilize mimi, ukae hapa. Hapa pia ndo changamoto inapoanzia. Sasa mimi natamani kujua kwamba huyu mwanamke kusudi lake linaishia baada ya kuingia kwenye ndoa au kusudi lake linaendelea, ila huyu mwanaume aliyempata sio sahihi ndio maana anaziba. Tumezungumzia kwa upande wa utumishi, lakini kuna wanawake sasa hivi wako nyumbani wana elimu zao, baada ya ndoa tu wameacha kutafuta hata kazi. Wanaume wanataka waendelee kubaki majumbani, kwamba mwisho wako ndo hapa. Kwa hiyo unakuta mwanamke anaamini hata baada ya kujifungua watoto wawili au watatu kwamba hakuna maisha mengine tena, anachosubiri na watoto wakue na yeye afe. Karibu. Yeah, of course kwa haraka changamoto hiyo inakuja kwenye
ile chemistry ambayo tulizungumzia, kule kuoana. Kwamba je, mwenzako amekuelewa, ameelewa vision yako, maono yako, na yuko tayari kuyasimamia pamoja na yeye kuwa kichwa. Je, yuko tayari kusaidia pia maono yako yakue, kwa sababu kumbukeni nyie ni mwili mmoja. Kwa hiyo mimi nikifaulu na wewe ukifaulu, manake wote tumefaulu. Sasa mpaka upate mtu ambaye anaelewa maono yako. Lakini ukiingia kwenye ndoa na bado hajaelewa maono yako, hapo ndo unatakiwa uwe na maarifa ya kuzungumza, ya kuwasiliana, ya kuwasilisha yale maono yako. Ndio maana nasema kwamba moja ya ujuzi ambao kila mtu anatakiwa ajifunze ni ujuzi wa kuuza. Hata kwenye ndoa tunauza. Mimi nataka niende safari fulani, nauza wazo langu kwa mke wangu ili alikubali. Yeye anataka kufanya kitu, lazima auze. Sasa unauzaje? Kwa lugha gani? Hapo ndo changamoto. Tunatakiwa tupate maarifa ya kutosha kwamba niko kwenye ndoa, nina maono ya kufanya hiki, nina ndoto zangu, lakini mwenzangu amegoma kabisa. Nawezaje kulainisha moyo wake mpaka aje akubali kwenye lile lengo langu au ndoto yangu? Hiyo nayo inahitaji maarifa ya kutosha. Sawa. Apostle Peter, kwa upande wako hii imekaaje? Hii inakuwa na changamoto pale ambapo hamjakubaliana, kwa maana kwamba kukubaliana mtu mke na mtu mme, inatakiwa kwanza mnapoingia kwenye ndoa, kabla hamjaingia, kila mmoja anasema ndoto za mwenzake kwa mwenzake. Ndoto zangu namwambia mke wangu, na mke wangu ataniambia mimi ndoto zake. Kabla hatujafanya chochote, hata nyumbani hawajui. Yani tuko wawili, ndio process ya kwanza kabisa. Na kwa maana hiyo sasa ndo hapo tunaanza kumpima, je, huyu ni rafiki? Atakuwa rafiki kwangu? Atanisamini? Atanimpa muda? Atanikubali kulingana na hali yangu na ndoto yangu? Pengine ndoto yangu kumiliki bodaboda 10. Naona, na unajua ukishamwambia hivyo, anajua tabia za bodaboda namna zilivyo. Akichukua hiyo picha moja kwa moja, kama hawezi kuwa rafiki wa kwako, moja kwa moja ataachana na wewe. Kwamba yani kinachomfanya achane na wewe, zile tabia za kazi au ndoto ulionayo, sio ndoto ya kwako, ya kuangalia wewe kama wewe, ila anaangalia ndoto ya utangazaji kwanza watuliaji na kuzunguka tu, anatafuta habari, wanaojeoji watu. Je, atarudi salama kweli? Naona baada ya kuangalia na kuibebe ile ndoto ya kwamba huyu nitamsaidia, kama na ndoto hii nimpeleke mpaka afike hapa, awe na kitu chake, afanye mambo 1 2 3. Kwa kama hamwezi kukubaliana katika hayo, ni changamoto hata ukiingia kule ndani. Bado tutaendelea hivyo. Lakini tasoma kwenye Biblia kidogo, wimbo Misali 31 mstari wa 10 na kuendelea. Biblia inatuambia wazi kabisa kwamba ndoto za mke au mme hazifi kwa sababu ameingia kwenye ndoa, bali inaainisha ndoto hizo zinatakiwa kuendelea ili kuendelea na kuzalisha zaidi na zaidi, familia hiyo iweze kuimarika. Biblia inatuambia Misali 31 mstari wa 10 na kuendelea, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mmewe humwamini, wala hatakosa mapato. Hutenda mema, wala si mabaya siku zote za maisha yake. Utafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo wake. Naona, hufanya kazi kwa mikono yake. Naona, kwa moyo wake. Kwa mwanaume anapokuta anafanya kazi kwa mikono yake, moyo wa mwanaume unazidi sana kumwamini. Kwa siku zote unapomwamini na kumtia moyo na kumjenga, hata kaa akose mapato. Hata kaa afilisike. Kwa maana hiyo sasa, kama mwingine unaingia kwenye ndoa, ndoto zako zinaishia hapo hapo. Cha kwanza, hapo ulipoingia sio mahali sahihi. Naona,
sio mahali sahihi. Kwa nini sio mahali sahihi? Kwa sababu anaenenda kwa mujibu wa kinyume cha Biblia. Biblia inatuambia awe msaidizi. Maana ya kumsaidia, mimi naleta 10,000, yeye alete 5,000. Anisaidie pale ambapo kwa siku Mungu amenipangia nipate 15,000, lakini napambana sipati, napata 10,000. Yeye akilete 5,000 inaongezeka, inakuwa ile ambayo Mungu amekusudia. Kwa na haki ya kusapoti ndoto zake ili aweze kufika mahali anapotakiwa. Naona. Na moyo wangu ukimwamini moja kwa moja hata kosa mapato. Lakini huko chini kabisa mstari wa 15 anasema, tena huamka kabla hujaisha usiku, huwapa watu wa nyumba yake, watu wa nyumbani mwake chakula, na wajakazi wake sehemu zao. Huamka kabla hujaisha nini? Usiku. Haamki kwenda kupaka rangi kucha, haamki kwenda saruni. Tuone mstari wa 15 unavyosema, tena huamka kabla hujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula, na wajakazi sehemu zao. Naona mwanamke, naona mke sasa ambaye ameingia kwenye ndoa, ameolewa tayari na mme wake, yani anakubali kumwacha mme wake kitandani, anaamka alfajiri na mapema kuandaa chakula cha mme wake, kuandaa mazingira ya familia, na kuwapangia wajakazi, yani wafanyakazi wake, iza dada wa kazi ama vijana wa kusaidia pale garden na maeneo mengine pale nyumbani, kupangia kazi zao. Sio kuamka kupanga mambo yake, sio kuamka kupanga awaze kwenda saruni asubuhi, sio kuamka asubuhi hiyo alfajiri kuanza magomvi, kuleta magomvi ndani ya familia, sio kwa habari ya mambo ya jana. Mwanaume wangu umechelewa, sasa leo sikupiki chai, mimi najiandaa naondoka, na huko nyumba yake haifanyi chochote, wala wajakazi wake hawapangii chochote. Ndio chanzo ambacho unaona sasa hata ndoa nyingi zinaanza kuvunjika. Ndio unakuta pointi hii, mwanaume anasema hata hiyo kazi unayoifanya sitaki uifanye, bora ukae wapi? Ukae nyumbani, kwa sababu sioni chochote ukinisaidia. Sio kazi yako ikimsaidia yeye, hapana, bali ni majukumu yako ndani ya nyumba. Hayamsaidii mwanaume kwa nafasi yako hujasimama kupangia kazi watu wako. Naona. Sawa, mtazamaji wa Haleluya TV, mambo ni mengi mno, lakini tumemsikia Apostle Peter hapa akizungumzia swala moja. Amesema kwamba mwanamke akisimama kwenye majukumu yake kama mwanamke, mwanaume ndani yake moja kwa moja upendo unaongezeka, upendo unazidi kwa mke wake. Lakini sasa kwani Magnus, hebu tuweke sawa hapa. Unajua sasa majukumu, sawa, majukumu yangu mimi ni kuamka asubuhi kama hivyo ambavyo Biblia imeniambia nitaamka mapema. Mtoto wa kike pale ndaanza kumwambia dada wa kazi, hebu fanya hivi, fanya vile, fanya hivi. Lakini hapo kwenye mstari Biblia inatuambia kabisa kwamba mwanaume anapata nguvu ya kumpenda mke wake kwa sababu ya kuona mke wake anafanya majukumu. Kwani kuna tatizo house girl kufanya vitu vya ndani pale? Asante. Hiyo pia imeleta ukakasi sana, hasa kwa hiki kizazi kilichopo sasa. Sawa. Wajibu mkubwa wa mke kwenye ndoa yake ni kutunza familia yake na kuijali. Nikisema kutunza familia yake, manake mke ndio ana wajibu wa kufanya vitu katika nyumba yake, wale ni wasaidizi. Mke ana wajibu wa kupika nyumbani kwake. Mke ana wajibu wa kufua nyumbani kwake. Mke ana wajibu wa kumhudumia mume wake, watoto wake, na hata wale wageni wanaokuja pale. Ule ndio wajibu wa yule mke kuwa pale. Kama mke hana huo wajibu, hakuwa na sababu ya kuwa pale. Na ndio maana Mungu alisema kwa neno lake ya kwamba mwanamke wajibu wake ni kukaa nyumbani, kufanya kazi za nyumbani. Mwanaume kazi yake ni kutoka kwenda kutafuta. Sema tu kwa sababu ya hali ya kimaisha iliyopo sasa, ndio inatupelekea na mwanamke naye atoke kwa sehemu. Lakini si kutoka tu, lazima kuwe na maridhiano pale ndani. Ukiona umefika mahala mume anapata ukakasi wa wewe kwenda kufanya shughuli yoyote au kukuazia jambo jema
hapo inabidi ujiulize maswali. Either mume huyo hana upendo wa dhati, kwa sababu nikisema hivyo maana yake ni nini? Maisha hayana formula ya kwamba mtaishi wote milele, kwa sababu baada ya ndoa kuna kupanuka kwa familia. Familia inapopanuka majukumu yanaongezeka, si ndio? Majukumu yanapoongezeka ina maana mkiwa mume, let's say unaweza ukawa umeolewa hauna kazi, lakini mumeo labda umemwambia matamanio yako, au kwa mume ambaye anampenda mke wake ambaye wanaishi kama marafiki, ni rahisi kujua mwanamke huyu nini anapenda. Kwa hiyo anakuwa anakuwazia kwa kile unachokipenda. Kwa hiyo anakuwa tayari kukusapoti wewe kwa kile unachokipenda. Sawa. Lakini kwa kumaliza hapa, tuweze kumaliza kwa uzuri kabisa. Tunamaliza na Mr. Rodrick Nabe, naye atuambie kwa upande wake kuhusiana na hiki ambacho tulikuwa tukizungumza hapa na Madam Agnes pamoja na Apostle Peter. Karibu. Kwa kumalizia ni kwamba kabla hujaingia kwenye ndoa jifunze, kwa sababu unaenda kuingia kwenye agano la milele. Sisi wa Kristo kisha mchagua mwenzako, maana yake katika shida na raha mpaka kifo kiwatenganishi. Maana yake unaenda kuingia kwenye mradi wa maisha yako yote. Lazima ujifunze. Sio kitu cha wiki moja, mwezi mmoja. Kwa hiyo kama ni mradi mkubwa kiasi hicho, zama ndani kwenye swala la maarifa kuhusu mradi ambao unaenda kuufanya. Jifunze, tafuta ushauri, tafuta mentors, tafuta watu ambao tayari wameshatembea ile njia ambayo wewe unataka kutembea. Waulize, kwenye hiyo njia kuna changamoto zipi? Kuna mazuri yapi? Niepuke nini? Of course ndoa haina formula. Lakini tukifata zile kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na Mwenyezi Mungu, changamoto zitapungua. Hazitoisha, lakini zitapungua. Kwa hiyo mimi ndo nawasisitiza vijana wengi, invest katika kujua kile ambacho unaenda kuingia. Na mtazamaji wa Haleluya TV, kufikia hapa tuna la ziada, muda umetupa mkono sana, tena zaidi ya sana, lakini kubwa kuliko ambalo tumejifunza hapa ni namna ya kujua kwamba chochote kile ambacho unaishi hapa duniani kinahitaji maarifa. Ndoa usichukulie tu ni jambo la kawaida, kumbe kuna vitu vingi vya kujifunza kabla hujaingia kwenye ndoa. Ndio maana tunaweza tukasema kwamba wazazi wetu au mabibi zetu kwa namna moja au nyingine historia zao za ndoa ni tofauti na historia za sasa hivi, kwa sababu sasa hivi tumekuwa tukiingia tu kwenye ndoa, na hususan wazazi wetu wamekuwa wakitamani sana kuona kwamba mabinti au vijana tunaingia kwenye ndoa, na tumekosa namna ya kujifunza uhalisia wa namna ambavyo tunaweza kuishi kwenye ndoa. Kwa sababu hiyo, mtazamaji wa Haleluya TV, tunaona kwamba ndoa nyingi zimekuwa zikiharibika na zikiishia njiani kwa sababu ya kukosa maarifa. Kuna mengi ya kujifunza, mtazamaji wa Haleluya TV. Mimi nikukaribishe sana kwenye madhabahu takatifu ya Omega chini ya baba yetu Nabii SS Rolinga. Utaweza kujifunza mambo mengi sana kwa wale ambao wanahitaji kuingia kwenye ndoa. Kuna vitu vingi vya kujifunza kupitia mtu wa Mungu Nabii SS Rolinga, lakini kuna mengi ya kujifunza pia kupitia kipindi cha The Target. Wakati mwingine tutakuja kuangalia ni namna gani au vitu gani walifanya wazee wetu wa zamani wakaweza kudumu kwenye ndoa kwa miaka mingi kuliko sisi vijana wa sasa hivi. Wapi tunafeli na nini ambacho kinatukwamisha, tutakuja kujifunza pia hapa kupitia kipindi cha The Target. Hatuna la ziada kupitia kipindi hiki cha The Target. Jina langu ni Promise Bunto. Mimi nikushukuru sana. Nilikuwa na wageni kama ifuatavyo. Nilikuwa na Madam Agnes, lakini pia nilikuwa na Apostle Peter, bila kumsahau mwana saikolojia ambaye amekuwa akifanya vizuri sana, mtazamaji wa Haleluya TV hapa nchini Tanzania, anajulikana kama Rodrick Nabe. Naye ametupa madini ya kutosha kuhusiana na swala zima la ndoa. Asante na kwaheri.